wote watu wenye na karama wenzako utuzia pia nawabuka ula wote Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama jinsi ninamshukuru Mungu ndio vile naona mshukuru Mungu. Niko na moyo wa shukrani sana mbele za Mungu kwa vile ametuwekea uzima mpaka sasa. Kwa vile angali anatuacha tunatembea mpaka sasa. Kwa vile angali anatuacha tunalala na tunaamka mpaka sasa. Kwa vile angali anafanya mambo makubwa katika maisha yetu. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Kweli Mungu ni wa ajabu. Kweli Mungu ni wa ajabu. Kweli Mungu ni wa ajabu. Baba mmoja alikuwa akiomba, alikuwa ananijenga kwa maombi yake. Kwani akisema Mungu ni wa ajabu, haachi mpaka mnasikia. Anasema Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu. Haleluya, haleluya. Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu. Kuna wengi walikuwa na pesa kukuzidi lakini wamepita na Mungu akakuacha. Kuna wengi walikuwa na afya nzuri wamepita, Mungu akakuacha. Kuna hata mwenye alikuwa na wala kama Yesu ataenda mbele, lakini wengine wanatangulia wanamwacha. Yeye anabaki kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa wageni wetu ninaitwa kwa majina ya Amani Shabani Belfe. Na mara moja tutaenda kusimama ili tuchukue andiko letu katika kitabu cha barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho 12:1 yake. Barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho 12:1 hadi 11, lakini tunaweza kuachia hata kwa 7 tutakuwa tumesikia. Tumishi Shukuru, kama una mic karibu kutusaidia kwa usomi. Amen. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufa. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa
mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Ndiyo. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Neno la Bwana. Amen. Amen. Haleluya. 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 Tuko tunaongea juu ya habari za Roho, na tulianza juma lililopita na tukawa tunaendelea kwa juma hili pia. Tuliona kwamba watu walipokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na mie nilikuwa niko najiuliza kwenye niko nani? Mimi ndio wae wa kimo cha namna gani kusudi Mungu alete Roho yake iwe ndani yako? Sijui kama na wewe unaweza kujiuliza hivi. Kusudi tu Mungu aachilie Roho yake akuje ndani yako, wewe uko wa namna gani? Haleluya. Mungu ni ajabu. Mungu alikupenda sana. Tuliona kwamba katika ile siku watu walipokea Roho, kulikuwa na vikundi vitatu vya watu, na hata makanisani leo kuna vile vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza ni wale walingojea kupokea Roho na wakaipokea. Kikundi cha pili ni watu wengine walioshangaa. Kikundi cha tatu ni watu wengine walioshangaa. Tutasema kwamba katika makanisa kuna watu wanajazwa Roho Mtakatifu na wanafanya kazi ya Mungu kulingana na vile Roho amewaongoza. Lakini kuna wengine kati ya wale walioko kanisani ambao wanashangaa tu na basi. Lakini pia kuna wengine ambao kazi yao si kushangaa, kazi yao si kupokea Roho, lakini kazi yao ni kusahau yale mambo ambayo Roho amefanya. Tulipofanya maombi yetu ile siku tukasema Mungu atusaidie tuwe kati ya wale wanaojazwa Roho. Mungu akusaidie uwe kati ya wale wanaojazwa Roho. Mungu akusaidie uwe kati ya wale wanaojazwa Roho. Na juma lililopita mchungaji alituambia kwamba yule asiyejaa Roho anaitwa kulugha ya mama mudunga, hajai, kwani ana makelele ajabu. Iko na makelele, fujo mingi, kila kitu fujo, kwa sababu hakujaa. Mungu atusaidie tuwe katika wale wanaojazwa Roho. Na wakati niliangalia leo, nikaona tuongee juu ya kifungo kidogo kinachosema Roho Mtakatifu na karama ndani ya Mkristo. Roho Mtakatifu na karama ndani ya Mkristo. Sijui nikuulize ndugu yangu liye hapa. Je, unajua kwamba ndani yako kuna karama ambayo Roho Mtakatifu aliweka ndani kwa faida ya kanisa hili? Haujui. Je, unajua kwamba kuna karama ambazo Roho Mtakatifu ameweka ndani mwako kwa ajili ya faida ya jamaa lako? Haujui. Je, unajua kwamba kuna makarama ambazo Roho
Mtakatifu ameweka ndani yako kwa ajili ya faida ya wengine, haujijii. Roho Mtakatifu anapojaza mtu, anakaa ndani yake, hasimami, halali, lakini anakaa ndani ya Mkristo. Paulo wakati anataka kupitisha kifungo ambacho anazania kwamba hiki ni cha muhimu sana, anaanza na kusema, lakini ndugu zangu, sitaki mkose ufahamu. Lakini ndugu zangu, sitaki muwe wajini. Ina maana kwamba kuna kifungo ambacho kinakuja, ambacho anatamani kila mtu akijue. Ndio maana hapa ameanza na kusema, lakini ndugu zangu, sitaki mkose ufahamu kwa habari za karama za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya Mkristo anakaa. Haleluya. Roho anakaa ndani ya Mkristo. Anapokaa mule, kuna mambo anatengeneza. Mambo anayoitengeneza inaitwa karama. Mambo anayoitengeneza inaitwa kipawa. Mambo anayoitengeneza inaitwa zawadi ya Roho Mtakatifu. Anazalisha kitu mule ndani. Lakini kuna jambo moja ambalo nilishangaza kidogo. Roho Mtakatifu anapoleta karama kwa mtu. Kwa hiyo nilitaka kujua karama ni nini. Nikapendelea sana wenzetu wa Griki ambao katika hali zile za kueleza karama wanaiita kwamba ni zawadi inayopatikana kwa neema. Wanaita zawadi inayopatikana kwa neema. Ina maana kwamba hakuna nguvu ulizozitumia, hakuna uwezo ulioutumia, hakuna akili uliyoitumia, hakuna chochote ulichofanya, lakini ukawa na neema ya kupokea kile kipawa. Hili ndilo watu wa Griki wanaeleza neno kipawa au karama. Kwa hiyo ni zawadi ambayo Roho Mtakatifu akikaa ndani yako anatengeneza mfumo wa zawadi. Inaweza kuwa moja, inaweza kuwa mbili, inaweza kuwa tatu, inaweza kuwa nne, inaweza kuwa tano, inaweza kuwa 10, kama apendavyo Roho. Neno la Mungu linaniambia kwamba anagawanya kadiri yeye apendavyo. Anagawanya kadiri apendavyo. Yaani Roho Mtakatifu anagawanya kadiri apendavyo. 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 Nilipenda kujiuliza, eske Mungu yenye Roho Mtakatifu anagawia makarama? Hakuna mwenyewe anamkokotaka sema na mie uniachie. Biblia ikaniambia anagawanya jinsi apendavyo. Apendavyo vile ndivyo anagawanya. Kwa hiyo nilipoanza kugawanya, nani uangalie pale, nani ulinigawia ready, simama, leta mic.
Sasa niligawanya makaratasi, lakini Roho Mtakatifu akitaka anaweza kuivalisha mwili au usikie. Niligawanya makaratasi kama karamu, lakini Roho Mtakatifu akitaka anaweza kuivalisha mwili, kwa sababu ile anaipenda kama apendavyo. Ulipewa karama gani? Hekima. Yeye alipewa karama ya hekima. Hekima maana yake nini? Yeye alipewa hekima kwa sababu katika familia, katika jamaa, katika kanisa kuna mazingira mazito, kuna maswali magumu ambayo wengine hawataweza, lakini yeye ataiweza kwa sababu anayo karama ya hekima. Kwa hiyo wakati sisi sote tunashindwa kutendua maswali magumu, tutakimbilia kwake, kwa sababu yeye ana karama ya hekima. Na kumbuka Sulemani, wamama wawili wanaleta watoto. Kuna mtoto maiti na mtoto mzima. Sulemani kwa sababu alipata hekima, mama mwenyewe alijishughulikia wa kwanza, akasema mzee, baba mfalme, nilikuwa niko usingizi, mimi nalala, lakini nilishamaliza zala, mimi nalala tu, na mwenzetu analala kitanda yake, nilikashtuka msingizi, mtoto mwenye analala kitanda yangu alishakuwa maiti, na mwenye analala kitanda ya mwenzetu aliangalia mzima, lakini sasa mimi naangalia mzuri, mimi naona kama huyu niko maiti hapa, haiko huyo hapo. Mama, hakuna mwenye hawezi kujua mtoto wake. Asema ule mwenye mimi niko naye hapa haiko tena wangu. Ndio maana mimi naleta probleme, mzee, uangalie jinsi utanifanyia unipatie mtoto wangu. Mwingine anasema mfalme vya bongo. Mfalme kweli mbele ya Mungu ni vya bongo. Vya bongo, tena vya bongo. Mimi nililala tu hapa na depi nililala hapa maisha tikisika. Na nilishangaa kwa sababu kuile periode hakukuwa makamera zenye zingeonyesha mavideo kisa alienda kamata mtoto, makamera hazikukua. Lakini hekima kutoka mbinguni iligeuka kamera msivyo. Hekima ikageuka kamera msivyo yangu mule mfalme. Alafu mfalme akamwambia, mimi nagundua kitu. Hawa watoto wote hawana maisha. Mniletee ule mtoto mwangali mzima, mniletee na mpanga. Mama banaleta mtoto, banaleta na mpanga. Mfalme anasema, wewe mama, mwenyeko anasema kama mtoto ni wako, kamata hii ngulu unyangule, kichwa ielekee chini. Na wewe mwenyewe unasema kama haukuiwa kitu, na wewe kamate ngulu unyangule, manake kichwa ya mtoto iko chini, na nenda kata pale, na kila mtu anaweka yake kipande. Sasa nawaza mfalme kwenye kiti yake inakuwaka juu zaidi kuliko wengine. Alishuka kwenda kukata ule mtoto. Alipokuwa na mpanga, anataka kukata ule mtoto, anashusha mpanga mamake, na mtoto anasema mzee, ngoja nipambie. Tunasikia mkero tena ngoja nikwambie mzee, ngoja nikwambie, huyu mtoto upatie mwenzetu. Siwezi kuona huyu mtoto upatie mwenzetu.
wewe omwe nikuwe na mkuta kumai bali nikute msimasomo. Omwe nikuwe na mkuta kumasomo, omwe nikuwe kusikete nikuwe na mkuta kumasomo. Mfalme anasema ndio vile sana. Mama mwenyewe anasema mfalme hapana, kata wala kata, niko tayari kuona kipande. Kata wala kata. Mwenyewe hakulichokeaka. Mwenyewe hakulichokeaka background. Mwenyewe hakulichokeaka anakuwa tulia kama tulie kweli. Hayo hatari nilikuteni. Hayo kama niliwalisha kama wenzangu nipeleke. Hayo hata kwenye nipeleka wenzangu. Lakini wanasema kata niko tayari kuona kipande. Kuna kitu Roho wa Mungu ananifunulia hapa. Ukiwa na karama yenyewe haukuchokea, unaikamata hivi. Bakate wala waache. Ukiwa na karama yenyewe haujui ilitokea wapi, ilitokelezea tu. Ulishituka tu, ulishaanza kuwa mwimbaji, ukashituka tu, ulishaanza kuwa Mkristo tu, ukashituka tu, haujui wake kutunza. Na mwalimu mmoja ananiambia, nyie wa Kongo mnaokoka kirahisi, ndio maana hata na wokovu hamshikilie vizuri. Anasema yeye siku aliokoka, baada sababu walikuweka mndoa yake, bakakata vile kichwa, biko na upanga yao, bakakata tu kichwa ikatoka, akaiona kwa chini. Bakaangalia mama yake juu, naye alikuwa alishaokoka, alikuwa Muislamu mbele. Naye bakakata kichwa, akaona kichwa pale chini. Lakini akatoka pale akasema siwezi kumwacha Yesu. Batandike Yesu tunaenda naye mpaka kwenye ataishia, na mimi nitaishia. Lakini kwa sababu mtu alilogota Kristo tu, alijishikisha tu na akasema na mimi naokoka. Alijishikisha tu akasema na mimi naokoka. Hakuna wakati kidogo ya basi. Mfalme akasema hivi, askari mkamate mtoto, mumupatie mama mwenye alikatala kama tusiku. Mama sijui kama alirukia mtoto namna gani. Kama aliendaga mpatia hivi, akapeleka naye kama sijui namna gani. Unajua ni furaha gani mtoto mwenye alikuwa huko naona kumlango ya kaburi, lakini tena anarudia. Kwa hiyo hekima ya mfalme ilichanganya na hekima za binadamu, kwa sababu hekima kama karama za roho, hekima ya kibinadamu haiwezi kufikiria. Sasa mama iko anapowaza kama akisema wakate na ndio wakata. Mama iko anawaza kama akisema mtoto ni wake na ndio anakuwa wake. Kumbe hekima yenyewe ndipo alipewa kama karama, inao uwezo wa kuangalia mahali palipokuwa na makosa. Niache pale. Mungu akusaidie upate hekima katika karama. Ninasema Mungu akusaidie upate hekima katika madaraka. Nani walipata ile ya pili? Asante. Maarifa. Yeye akupata hekima. Nilisema hivi, Roho Mtakatifu anagawanya kama, kumbe alikuwa na mimi. Bachache wenye walikuwa na mimi. Roho Mtakatifu anagawanya kama huyu akapata nini? Maarifa. Huyu alipata nini? Hekima. Tofauti na mwenzake akapata maarifa. Mwenye alipata maarifa, ina maana yake hawezi kukuya hapo na maneno ya uongo kisha kudanganya.
Anania anakuja, anafika mbele ya Petro, anamwambia mzee, ile kiwanja nilipowaka, mzee, nilishaihusisha na franka yote hii. Petro anamuuliza papa, eske njoo yote ile? Anasema ndio, kweli ya Mungu njoo yote hii. Eske unawaza kweli ya Mungu ndio inahakikisha ukweli? Mtu anaweza kusema kweli ya Mungu na haiko ukweli. Kwa hiyo anamwambia basi sitashinda niko na kusambisha, lakini haiko mimi ndio uko nadanganya, lakini Roho wa Mungu aliye ndani yangu ndio mwenye nadanganya. Mwenzetu wanacheza na makarama tu. Mwenzetu akapata karama ya maarifa, alafu ile tofauti na hii, lakini hii ukichanganya na hii inaleta resulta kubwa zaidi kuliko hii yote na kuliko ile yote. Watatu, kusudi twende haraka. Watatu alipata nini? Alipata imani. Watatu anapata imani. Maana yake Roho Mtakatifu aliona kama huyu ilifaa kuwe nini? Imani. Wakati wengine wote wanakata tamaa, yeye tate anasimama, yeye anasema murakayo mwe vita na mwenye vita viranzi na mwenye yaka vili na mwenye yaka sabu nitaona na ya ile na leo nina hizi msiko mnaogopa. Kumbe kwa imani tate nikaelewa kama atavuta nimepanga itaishi, lakini si wengine hatafika pale kwa sababu makarama zetu hazifika. Labda ni zingine, labda kama inakuwa ya kutoa ndio na mimi nakuwa mimi nasema na mimi nikienda pesa pale lakini na mwingine kila anatetemeka anasema pesa yote pesa yote pesa unaitosha. Eski aliuliza bibi yake, eski aliuliza watoto, na mwingine anakuwa anasema nipe sasa. Ninakumbuka tulikuwa na lazima mtu mmoja tu anasema basi na mimi nileta mchango wangu ni sasa. Sasa Mungu bado niko na makarama huko nje, wewe uko na minimizea hapo karama anye ikuwe kidogo, lakini watu wengine huko wanabibisha makarama zao bana ziko malishi. Watatu alipewa imani. Imani ina maana yake yeye ana uwezo wa kukiri mambo mengine mwenyewe wengine hatingekiri tena, lakini yeye iko na uwezo. Waini alipata nini? Wengi waini huko mwingine pale. Tata alipata nini pale? Kutambua Roho. Tata ile karama yake ni kutambua Roho. Mtu hawezi mkuia nipate ya ile kutambua Roho. Asante tata. Tata ilipata ya ile ni kutambua Roho. Hawezi kuwa mbele ya tate juu iko na karama ya kutambua Roho. Anza sema rashekele barashaka barashere karafatre zere kama nyingi na bichi na bichi. Tata kwambia Mungu yako akile ndani yako. Tata kwambia Mungu. Tata kwambia Mungu. Atajua sasa uko nasema na Mungu. Utakuwa unamwambia tata mimi natoka kumlima ya Lucho. Unajua Lucho tata? Mimi natoka kumlima ya Lucho. Nilipiga siku 60 zote sikula na sikuli. Munganga inawezekana? Munganga inawezekana? Haiwezekani. Asema mimi nilipiga siku 60 bila kula, bila kunywa. Nilikuwa katika uwepo wa Mungu. Kule ninakwambia. Mwambia tulizana. Sema hapana, sema kama ulipiga siku 2 ndakuelewa. Hata unasema kama ulipiga siku 3 tutakuelewa.
na tutaelewa kama ulienda kutuombea, na hata siku moja tutaelewa kama ulienda kutuombea. Lakini kwa sababu tate iko na karama ya kupamua roho, hawezi kumdanganya. Maombi yangu kwa asubuhi ya leo, Mungu akupe kutambua roho. Mungu akupe kutambua roho. Kama haiko vile watakupeleka Mungu dunia. Kuko mtu atasikia tu krizi ya Yesu anasema mimi kwa mtumishi wako. Anapiga vesi, anatia na diu hapa, anasema tayari. Anatia na Biblia hapa, anasema tayari kwa mtumishi wako. Na nakudanganya. Na kumbe hakuna. Basi twende ndio waine alipata nini? Watano. Miujiza. Yeye alipata miujiza. Maana yake hekima, maarifa, imani, kutambua roho, na yeye hapa roho akaamua kumpatia miujiza. Akikugusa hapo ulikuwa mgonjwa, anasema tu kwa jina la Yesu, pona, unapona. Ile ni mzuri. Mzee hapa analipa moyo. Baba ubarikiwe. Anasema ile ni mzuri kabisa. Ulikuwa problema anakwambia mama, tangu hili sana niko nakwambia 1, 2, 3 problema yako imeisha. Na unaenda kujenga problema ishaisha. Amen. Na wakati roho iko anagawanya vile hayaonelea mtu. Roho anajua kama huyu na tate na mama pale na kaka hapa na papa hapa, huyu hapana, nilikuwa ninaexplain hivi. Wale watajenga mwili wa Kristo. Hausikii. Wale watajenga mwili wa Kristo. Huyu mwili wa Kristo ina maana kusema kwamba huyu atakuwa mkono, huyu hapa atakuwa mguu, huyu hapa atakuwa macho. Kwani miguu itajivuna kwamba ilitembea? Kama hakuna macho inapata shida. Kama hakuna masikio inapata shida. Kwanza dunia kwake na macho wanakuwa hata na masikio wanasikia zaidi. Anaweza kusikia kama sasa miguu haiwezi kujivuna. Kwa hiyo roho wakati kwa anagawanya makarama hayaendelea. Huyu alipata miujiza na anaweza kuitenda, lakini baki ya leo bandugu mniangalie. Mimi ndio naitwa kiboko ya wachawi. Kila mwenyewe anakuya iko na problemu ya kupata ndoa, ya kupata simuniongeze bandugu, ya kupata franka, ya mtoto, ya magonjwa, akuje kwangu na vendo la niwe niko na uwezo. Roho mwenyewe roho kule kwenye iko na kuuliza baba iko mubiaye. Alimtambulia tu, lakini anaanza sana. Juu tu aligundua kama iko na ile karama. Anaanza mkweli. Sasa nafika pale na mstari iko mrefu ya pata pale. Na mstari yenyewe hakuna kutambukia. Wewe uko na problemu gani? Niko na problemu ya kupata ndoa hapa. Uko na problemu gani? Kristo chanua mzee. Uko na problemu gani siri? Kumbe yeye anageuza ile karama ile roho alimpatia, anaileta msoko, anakuwa anapata amos franka, kisha anakudanganya kama watumishi ya Mungu, banapoza kuwa na pesa, banapoza kuwa na sante, banapoza kuwa na nini. Ukikuya tabakia kwa mstari na mtu wa kukufungulia pale. Nakumbuka nilienda kuondoa fasi moja, tumishi iko kwa reception. Ulikuja hapa kwa nini? Uko mgeni kutoka wapi? Au fasi fulani. Okay, umekuja hapa kwa nini? Nilikuja hapa niko na problemu fulani. Okay, sasa unataka Mungu akujilie ndio. Okay, anamaliza andika, anapelekea mtumishi nyumbani mchumba. Mtumishi anaangalia msaada, chika ziko na problemu ya magonjwa. Okay. Anakuya. Akishakuwa mkutano,
Anasikia roho ananiambia hapa mtu mmoja ndio msaada chikazi. Iko hapa. Mtu mmoja ndio msaada chikazi iko hapa. Akuya hapa mbele. Baba, uko na problemu ya magonjwa. Usaidie papa. Unaweza kusema niko na problemu ya magonjwa. Ndio nilisha nisumbua wakati wa leo. Kumbe mtumishi aliandika reception. Mtumishi alishaandika reception kwenye kwa mahitaji yako. Yeye anachagua tu wangapi wenye atajibia ile siku na wapi. Sema, "Sai! Ninakutangulia. Ile magonjwa itoke katika jina la Yesu." Kumbe pongo ushachaza dolari ukaiomba kule. Ushamaliza iomba kule. Nani mwenye atakujulisha karama ile Mungu alikupatia? Karama ile Roho alikupatia. Wito wa sita. Okay. Soma tu, hakuna shida. Pako naisoma na umekaa. Haujui kama ile uponyaji. Ni uponyaji. Asante. Mungu akubariki. Asante. Huyu alipata ya miujiza, huyu naye akapata ya uponyaji. Ni kama wanafanana kidogo. Lakini huyu anaweza ponya mtu na hakujua. Unaweza muombea, Baba katika jina la Yesu, ninamleta katika vitanga hivi tunamuombea na baraka, neema, uponyaji. Anaenda kwenye mgongo, anaenda tu anasema sasa ni wala nigusa. Nikasikia nguvu zingine zinaingia. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anaomba hatu. Lakini wameujiza, hata anafungula macho, hata hayafunga macho, anaanza kupera hapa, anakwambia kama problemu iko hivi na basi miujiza inatendeka. Mwingine wa sita, ndio. Wa sita ni karama ya unabii. Pale ndio kuko shida. Bapapana na mama wajakazi. Bwana Yesu asifiwe. Bapapana na mama wajakazi. Bwana Yesu asifiwe. Karama ya unabii. Nakumbuka siku moja tulikuwa na mwimbaji mmoja au kanisa moja. Sasa mchungaji ni nabii. Akaanza kusema, ninasimama hapa, ninakutabiria kwa jina la Yesu. Sasa malezima mtoto mmoja akacheka kanisa. Iko na tabiri, mtoto mmoja akacheka. Sasa akasema, wewe katoka. Takutabiria hapa ugeuke mbuzi. Unacheza mkanisa wewe, mapumbavu hayo kama niko nabii wa Bwana aliye hai. Mungu akubariki. Asante. Au unajua kama mimi niko nabii wa Bwana aliye hai. Na uko unanipa na ukaribisha kanisa wewe, toka pale, toka nje. Na mtoto atakuwa ubilishe. Mungu akubariki. Atakuwa ubilishe kutoka nje. Sasa nabii wa Bwana anaweza kuwa alipata ile karama ya unabii, lakini akitumia mbaya wasi inaharibika. Wengine manabii wa leo hawataka espace ya kuacha vitu. Rashekele mchana wote mzime naishi. Na wengine wakikuya usiku rate sele Mungu anasema sike Mungu wake hana hata dakika ya kunyamaza. Saa usiku na mchana Mungu yuko anatetea. Mungu yuko usiku na mchana haya nyamaza. Ukikuya anakutabiria. Huyu akikuya atashie wote huyu anaweza kukutabiria na atapata kile ataambia kila mtu. Siku za mwisho manabii wa uongo watakuwa wengi. Na Biblia inasema nao watadanganya wengi. Barikiwe. Asante. Wakati nilipoangalia wa saba, asante. Ukikuya tu unaweka huko. Wa saba alisema nini?
Wa saba alishakuwa kule. Okay, wa 8 lugha. Huyu ndio kusema kwa lugha. Wakati hakuna kumjogelea. Akiingia tu maombi ni wote mnanyamaza. Hakuna mtafungua maombi yepe. Ataanza sai lugha na hakuna mwenye kuna tafsiri. Anasema Kishinwa, anaanguka Mkirega, atashuka Mkilembe, anashuka mpaka wewe kama unachanganyikiwa unajua kama ni yeye. Ndio ngasi kile vya kiroho mnavumilia. Haleluya. Lakini Roho Mtakatifu mwenyewe aligawanya lugha, aligawanya pia na yake. Nini? Tafsiri za lugha. Tafsiri za lugha. Ina maana hakuna lugha bila tafsiri. Kama uko mnaomba unakutana mjakazi uko nasema tu kwa lugha, siku ya 5 tena tulisema. Mjakazi mmoja iko na super book yake anaitia pembeni kumeza. Kisha iko anasema kwa lugha. Mjakazi iko anaongea kwa lugha. Wakati anamaliza kuongea kwa lugha, mtu anatokea anaweka spellbook anaanza rashekele. Mungu husema Baba wa Mungu na kuomba Bwana katika jina la Yesu. Wewe unafika Mungu unasikia maombi iko na nguvu na kumbe nguvu ya spellbook. Shindwa kwa jina la Yesu. Hauna maelezo na hauna karama ya kutambua. Maelezo na hauna karama ya maarifa. Maelezo na hauna karama ya hekima. Nani mnataka kuambia kama ulidanganywa? Hakuna. Mungu atuhurumie wapendwa. Mungu atusaidie wapendwa. Hizi karama zote kusudi tumalize. Wakati Paulo iko anatafuta kuzifasiria, anasema hizi karama zote ni kama mwili wa mtu. Na anasema ule mwili haiko tena mwili wa mtu, lakini ni mwili wa Kristo. Kama karama yako ni kanisa, niligabulia bakenda, lakini ni kama roho yeye alishagabulia kila mtu. Roho alishagabulia kila mtu. Karama yako kama haiko ya kujenga mwili wa Kristo, utoke kwa jina la Yesu. Unisikie. Karama yako kama ni ya ufasiri, unipata kisha unatafuta uitumikishe kisha unataka, hautaki uitumikishe, balisha kukwaza tu Korani anasema niwe tu kiongozi alikwaza mkorale na siko tena pale. Sitoke. Ndio kiongozi anakupokeaka. Tumu baba nilikwaza mwenye kanisa na sita kwa wapi? Nani alikwambia kama Mungu alikosa makubwa? Kwanza kuko mwenye uko na zihongo. Kuko mtu mwenye basi Mungu alisamehe. Mungu anapenda wale watu wanaoongozwa na Roho. Kila kitu wanachokifanya wanakifanya katika Roho. Kila kitu wanachokifanya wanakifanya kwa mwongozo wa Roho. Kila kitu wanachokifanya wanakifanya sababu Roho aliwasukuma kuifanya. Kama haiko vile ni bure. Anasema katika kanisa la Mungu, katika mwili wa Kristo. Huu tulisema ni hekima, lakini hapa tunaunda kusema ni kichwa kwa mfano. Na wengine ni macho, wengine masikio, wengine miguu, na wengine ni kucha. Wengine hata ni nywele. Lakini Roho hajaonea mtu. Na Roho anahakikisha kwamba ile yote inajenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo karama yako ukiitosha Mkristo, inatoka kwa mwili wa Kristo, basi unaiomba. Sababu haina maana. Mwenyewe anaweza kukutana na mkono yao peke njia. Yao peke mkono yao peke hivi. Anaweza kukamata yeye.
hawezi shituka, hawezi kimbia. Mwenyewe anaweza kukutana na kichwa yote, sasa na kichwa yote basi. Kwa hiyo ukijiondoa, Kristo hauondolei chochote. Yeye anajua kisi atafunika pale, lakini wewe kama ulikuwa mguu unaenda mguu, kama ulikuwa kichwa unaenda kichwa, kama ulikuwa mkono unaenda mkono, na unaendelea kule kule, na Kristo anabaki Kristo, na nguvu zake zinabaki zile zile, na uwezo wake unabaki ule ule, na Roho Mtakatifu anabaki ule ule. Haleluya. Karama zote ambazo Roho anazigawanya kanisani ni lazima zitembee kwa upendo, zipendane. Zile karama zote zipendane. Kama karama hazijapendana, basi vitu vinaharibika. Ni lazima karama zote zilizopewa na Roho Mtakatifu katika kanisa zipendane. Basi tunamaliza. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe. Karama yako iwe na ushirikiano na makarama zingine mkanisa. Uelewe kwamba karama yako haiko bora kuliko makarama zingine mkanisa, lakini ukichanga nguvu ya karama yako na nguvu za karama zingine, zitamfanyia Mungu kazi na jina lake litatukuka. Mungu akubariki na alibariki neno lake. Amen. Swali kwako,